Natolewa na katiba na mwongozo wa sheria wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali vya katiba ambavyo vinazungumzia sifa hizo. Yenda ibara ya 39 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, na katika kipindi cha miaka 5 kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa? Alipo. Vivyo hivyo kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge. Na kwa makamu wa rais, ndio ibara 47 ambayo inasema utakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa jumla na hususan atamsaidia kufuatilia utekelezaji wa siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazogizwa na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri, mtu atateuliwa ibara ya 40 na 7 kifungu bara ndogo yani inasema hivi mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa 5, chama kitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe usifanye nini, huwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze kuinukuu kwa upande wake. Nashukuru sana kwamba ndugu Joni amesema kabisa kwamba bwana, kwa nini mnalalamikia mambo haya kati nyinyi msimamo wenu ni mabadiliko kamili au ya kamilifu, kwamba mfumo mzima umeparaganyika, uundeni unatakiwa uundwe mpya. Huo ndio msimamo wa Chadema. Mlazimika kuzungumza hapa kwa sababu gani? Alichokifanya Kailima kwa niaba ya ile inaitwa kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ni upotoshaji wa hali ya juu kwa sheria na kanuni zenyewe ambazo wanasema wamesaini, na kubwa zaidi katiba ya sasa ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sifa za chama za kugombea kushiriki zimeainishwa na katiba. Sifa ya wagombea kugombea zimeainishwa na katiba, na masharti ya maadili si miongoni mwa masharti kutokusaini maadili ya uchaguzi si sababu imetajwa na katiba ambayo bunge lilipewa mamlaka ya kuitungia sheria na kwa maana hiyo kupoka haki ya vyama vya siasa na wanachama wao au wagombea wao kushiriki. Kwa hiyo tuliona kama ni upotoshaji, ni propaganda mbaya, lakini bahati mbaya imefanywa na tume, na ilikuwa inalenga kuwadhoofisha, kuwanyong'onyesha wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo
pamoja na washabiki wao na wapenzi wao ambao naamini katika chama hiki kwamba ndicho ambacho kitaifanya nchi hii iondokane na umaskini na kila aina ya kudharaulika ambayo nchi yetu inafanyiwa hivi sasa, licha kwamba imekuwa ni nchi ambayo imekuwa huru kwa zaidi ya miaka 64, lakini na hali mbaya sana. Heshima yake sio kubwa. Tumekuwa wataalamu sasa hizi, utaalamu uliopo sasa hivi serikalini, wewe ni namna gani utaenda kuwa ombaomba mkubwa? Sasa hiyo ndio CCM imetufikisha hapo, na hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ambayo imeporomoshwa chini namna hiyo, wakati ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za kuweza kufanya maisha ya Watanzania yaweze kuwa bora zaidi, na nchi hii iweze kuwa nchi ya maziwa na asali, kwa maana halisi ya maneno hayo. Huwezi kuwa na Tanzanite ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na maziwa matatu makubwa katika bara la Afrika ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na bandari na bahari zote ukaendelea kuwa maskini. Lakini CCM imefanikiwa kuzigawa zote na kuwapatia watu wa nje, na sisi kuendelea kutokea umaskini, na tunageuzwa kuwa akina Somali kwa mtemo, akina Matonya, kwa maana katika kufunga na kufungua, alama za kufunga na kufungua usemi imekuwa Matonya wa hali ya juu. Hiyo ndio sisi imetufikisha hapo. Sasa tumekataa. Tunasema Chadema hajabadilisha msimamo, inadai mabadiliko ya kutosha, mabadiliko kamili ya sheria za uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa na Kairima ilikuwa ni propaganda chafu. Ni propaganda chafu, na hapa tunamtaka tu kwamba wao kama dhamira zao bado zi hai, na kama akili zao zinafanya kazi, wasaishe hiyo, wafute ile tamko. Kairima amekosea, na afute, atokea hadharani kama ambavyo alikwenda kunukiwa na ile kwenye hiyo nani, kuna vyombo vya habari kwamba Chadema haina haki ya kushiriki, kwamba kutoka kwa sababu hajasaini. Madhari amesema hayo, na kwa kuwa inapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na pingana na sheria hiyo ya uchaguzi ambayo anaitumia, aondoe na afute kauli hiyo. Afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale. No reforms, no election. Kwamba tutahakikisha kwamba bila mabadiliko ya katiba na mfumo mzima wa uchaguzi usiwepo, sababu tunaamini kwamba uchaguzi huu jinsi ulivyo, ukiingia tumepigwa. Kama nilivyosema, CCM wamechukua madume, majike, mizungu yote na ng'anda sita zote. Kwa hiyo wewe unakwenda pale umeshapigwa. Ni setup, kwa neno la Kiingereza, it's a setup game, or a rigged system. Natumia maneno haya kwa maana ya uchungu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na uhuni na wizi wa kura. Mwalimu Nyerere alisema, wengine wamesema, na sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na mfumo wa ujanja. Tunataka viongozi wetu watokane na maamuzi ya Watanzania. Ule uamuzi wa Watanzania kumchagua fulani na fulani ndio awe kiongozi wake, basi, au kiongozi wao, ndivyo inatakiwa kuheshimiwa. Si ujanja wa kwamba utachagulia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, makamu wa tume ya uchaguzi, makamishna wote wa tume ya uchaguzi, na wakurugenzi wote wasimamie uchaguzi. Haikubaliki. Naomba Samia, kama ana dhamira safi, naiambia CCM kama ina dhamira safi bado, kama kuna chembe ya usafi na dhamira katika mioyo yao, waweze kuruhusu mabadiliko yafanyike, ili mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku wao ni Watanzania na sisi ni Watanzania, tuwapatie Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao, ili wafanye watoto wetu wanaweza wakasimamia. Neno wakurugenzi, watumishi waandamizi linajumuisha na hao wakurugenzi wa wilaya, wa manispaa na nini. Kwa hiyo ni mfumo ambao bado ni ule unahakikisha kama CCM inaendelea. Sisi Chadema inasema tume huru ya uchaguzi ni ile ambayo watu wote wanaiongoza wanatokana na kuomba, wanasaidiwa na watu ambao wako huru, wanachaguliwa. Uongozi wote, tume inaajiri wafanyakazi wake yenyewe, ni ndio ambayo ina jukumu la mwisho la kuamua nini, la kusimamia ule uchaguzi pale. Hakutakuwa na mtu wa usalama wa taifa, hakutakuwa na polisi. Kama polisi akija atafanya kazi chini ya maagizo ya tume, na kwamba vyama vyote vitakuwa na uhakika kwamba walioko pale ndio ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi, na hakutakuwa na kuingiza kura za uongo. Na kingine kiko Chadema inakitaka jukumu la kudhibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, si la mgombea au kwamba aliibiwa. Jukumu la kudhibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki ni la Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Kwa hiyo unapotokea uchaguzi umefanyika na kunatokea kuna mgogoro wa uchaguzi au kama kuna kesi mahakamani, tume itashtakiwa na ndiyo ambayo itabidi ithibitishe mahakamani kwamba uchaguzi uliosimamia ulikuwa huru na wa haki. Ni tofauti na sasa ambao unatakiwa kwamba wewe ambaye umeshindwa, ambao unadaiwa kwamba umeshindwa, ndio ambayo unatakiwa kuthibitisha kwamba uliibiwa namna gani, wakati nyaraka zote wewe huna, wanazo wao. Wale wenye nyaraka zote na ambao walisimamia ule mfumo ndio watakuwa na jukumu la kuthibitisha kwamba kura zilikuwa huru na za haki. Angalia tulivyofanya, hivi ndio kura zilizopatikana, ni hizi hapa, hivi ndio mambo zilivyohesabiwa na huyu alipata hizi. Kwa hiyo yale mambo sio ya kuchoma kura hayatakuwepo. Yatabidi kwamba wathibitishe kwamba waliongoza uchaguzi kwa namna inayotakikana. Ndiyo maana tutakuwa na nchi ya kidemokrasia. Huu ujanja hatuwezi kukubali. Kwa maana tunasema kwamba tuachane na mambo ya ujanja, tuwe na mfumo huru wa haki wa uchaguzi, kama ambavyo mahakama ya rufaa katika kesi ya Dr. Amani ya mwanasheria mkuu wa serikali na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Ward Kaburu iliposema ule mwaka wa 94 na 95 Januari ya 31 mwaka, katika hiyo kesi maarufu kabisa ambayo tulitegemea kwamba ingeweza kuheshimika na mahakama ya rufaa. Na mahakama hii ilionya, inaelewa kwamba tume inaongozwa na majaji wa rufaa. Wakati alikuwa nani? Alikuwa ni Jaji Louis Makambe marehemu na Jaji Kusini Ramadhani marehemu, alikuwa ni makamu. Hata kama hawa wanaiongoza, lazima wazingatie sheria za nchi. Kama ambavyo kila mtu anatakiwa chini ya ibara ya 26(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Na sisi tunataka kwamba tuweke mfumo ambao ni mzuri kabisa wa kuweza kuongoza uchaguzi. Sasa Chadema itakufa? Chadema haifi. Chadema haikufanikiwa kuingia katika mioyo ya watu. Inapendwa na watu. Imesukwa na kuandamwa. Tokea kesi ya kwanza ile imesema mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa alitoka wapi? Alitoka Chadema, Dr. Amani Ward Kaburu ule mwaka wa 94. Akaandama akatokana kila aina, wakasema sio Muislamu sawa sawa, ameshindwa kumzika baba yake. Yalisema yote hayo na viongozi wakubwa wa serikali wa Chama cha Mapinduzi, lakini aliwashinda. Na Chadema imeandamwa sana wakati wa Magufuli, imeandamwa sana mwaka 2015, imeandamwa sana kufanya kila aina ya hujuma, lakini imezidi kuota mizizi katika mioyo ya watu. Mwaka huu wa uchaguzi ufanyika mwezi wa kwanza, Tanzania walishuhudia jinsi gani ambavyo Chadema inaweza kuongoza kufanya uchaguzi wake na kupatia viongozi wake na kubadilisha madaraka. Hata licha ya hizi figisu zinazoendelea, ni kwamba hizo zinaifanya Chadema ipate nguvu zaidi. Chadema imejijenga chini, imejenga matawi na mashina yake ambayo ni imara kabisa, na wanachama wanaipenda, wananchi wanaipenda, na kila ndio maana ukitokea jambo la Chadema wanataka kulisikia na kulifuata. Mwenyekiti wao yuko ndani hivi sasa, wanachama wanapambana kuhakikisha kwamba mwisho wa siku mwenyekiti wao atatoka na atashinda hiyo kesi, na kwamba wao watasimama pamoja na yeye akatu kama hawatamwacha mwenyekiti wao. Kwa hiyo mapenzi yao ni makubwa sana. Jamani, asanteni. Tunakaribisha tena